ya ajabu. Ndio. Tuko katika hafla ya nadhiri. Tumealikwa ili tuje tusherehekee, tuje tufurahikie matendo makuu ya Mungu ambayo Mungu aliyatenda kupitia shida aliyopitia mama yule. Haleluya. Amen. Nadhirini hatichoki kwa hiyo, si ndio? Amen. Na nadhiri siku zizibe vinaenda kisungu hata inangani pati na pati na usirama nangu pati ninda usa pati na hati ni hati. Bwana asifiwe. Amen. Nadhiri ama hati ni mapatano ama makubaliano ama maagano baina ya mwanadamu na Mungu wake. Bwana asifiwe. Amen. Nadhiri ni maagano au mapatano baina ya mwanadamu na Mungu wake. Amen. Wakati anapopitia shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hili jambo ni jambo la maana sana. Mwanadamu anapokubaliana na Mungu wake, wakati anapitia shida, anatamka maneno kutoka moyoni, si maneno kutoka kinywani, maneno kutoka moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama yule kama alivyoshuhudia shida ile aliyopitia, alisema ya kwamba nikiukahaha mimi Ndio. takala ni mbuzi ndaria. Bwana asifiwe. Lakini hajaongea na mwanadamu, hajaongea na wazazi wake, hajaongea na watoto wake, hajaongea na mumewe, lakini jambo hili aliliongea yeye na Mungu wake. Haleluya. Amina. Na hii ni sadaka ya maana sana. Amen. Na kitu ambacho kinanifurahisha ni kwamba baada ya kukombolewa, alipoenda kwa madhabahu kuomba, sauti ikamujia pale ikamwambia, "Je, unaona nini?" Amen. Unaona nini ho? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na akiamba hebu hali. Na sauti ikamujia ikamwambia, "Unaona, kama ni pesa kama ulivyotamka, basi itakubidi urudi hapo utoe pesa kiwango kadhaa." Bwana asifiwe sana. Hajaongea na mwanadamu, lakini Mungu ni mwaminifu. Amen. Wengi tumeweka ahadi na tumesahau. Kama mhubiri alivyoongea kwamba unapoweka nadhiri hakikisha umeiondoa hiyo nadhiri, maana usipoiondoa hanakaneno kangine haho kakupaza aja hacho undakala heri mpumbavu. Bwana asifiwe. Ndio. Mpumbavu unena maneno yakitoka yametoka na amesahau na anaenda zake. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini unapotamka neno, unapokubaliana na Mungu wako, unapopatana, unapoweka agano na Mungu wako kwamba Bwana, utakaponiondoa mahali hapa nitafanya hili, lazima uhakikishe umefanya. Amen. Amen. Maana usipofanya umeingia sehemu nyingine ambayo sio, unaingia sehemu ambayo ni ya upumbavu. Umeongea mwenyewe, hujalazimishwa, lakini sasa unagairi sasa kutimiza ile ahadi yako na Mungu wako. Na nasema hivyo kwa sababu tu wengi ambao tumeweka maagano na Mungu wetu na tumesahau. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini Mungu ashukuriwe kwa mama huyu ambaye alizingatia, hata ijapokuwa hili jambo lilichukua muda mrefu, lakini lilikuwa limetoka, maneno haya yalitoka ndani ya moyo wake. Hakusahau wala hakuona kwamba ni mzigo. Ikafikia mahali anapitia changamoto, njia za fedha zikafungika, akawa hana namna, lakini
aliendelea kumtumainia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuendelee kumtumaini Mungu. Amen. Lakini tuhakikishe ya kwamba tusiwe ama tusifananishwe na wale wapumbavu. Unapoweka nadhiri, hiki ni kiapo. Ukiamba Mulungu, ukinitengezera vipi, mimi nami nitakutengezera vipi. Akikutengezera usisahau. Maana mara nyingi unatengezera lakini unasahau. Bwana Yesu aliko sana. Amen. Nataka unisomee Zaburi 66. Zaburi ya 66 13 hadi 20. Nitasoma. Nitaingia nyumbani mwako na kafara, nitaondoa kwako nadhiri zangu ambazo midomo yangu ilizinena, kinywa changu kikazisema nilipokuwa tabuni. Kafara za vinono nitakutolea, pamoja na fukizo la kondoo waume nitatoa ng'ombe pamoja na mbuzi. Njoni, sikieni ninyi nyote mnaomcha Mungu, nami nitayatangaza aliyonitendea roho yangu. Nilimwita kwa kinywa changu, na sifa kuu zilikuwa chini ya ulimi wangu. Kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingesikia. Hakika Mungu amesikia, ameisikiliza sauti ya maombi yangu. Na ahimidiwe Mungu asiyekataa maombi yangu, wala kuniondolea fadhili zake. Amen. Barikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mwandishi huyu wa Zaburi naye anarudia maneno ambayo mama ameyaongea. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Anasema nitaingia nyumbani mwako na kafara, kuziondoa kafara na dhabihu. Maneno ambayo niliyatamka mwenyewe, wala sikulazimishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwaminifu wapendwa. Amen. Mungu ni mwaminifu. Anatazama kile unachoongea. Je, baada ya kuongea anapotimiza, je, utakumbuka? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini huyu mwandishi pia ananifurahisha. Anasema nitaingia nyumbani mwako, nitaingia na kafara, nitatoa chochote kile nilichoahidi. Ametaja hata ng'ombe na mbuzi na vitu vingine. Maana yeye mwenyewe alitamka, wala hakulazimishwa. Sisi tumealikwa tuje tule, tusherehekee, ndio, na tuende. Lakini wanadamu wengine wanavihoja. Bwana asifiwe. Amen. Inawezekana mwisho wa hafla hii vileo vya vingine vindatalwa vindapungua. Bwana asifiwe sana. Amen. Masinia fakonda kakodisha kwa fulani gataleni ni mrongo misana were ni manga higa sere maha hukaka. Yani mwanadamu amealikwa tu kuja kusherehekea aliye bebe tagoma saha aenda henda njama aiye hata chocha kuria hata goma sahani jo vitu vingine nazo aiye hale. Je, mwanadamu na shukrani kweli? Anaifanya damu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Je, ninaongea uongo kweli? Bado ninago ni malongo ngajeri. Yani mwenyeza garimika azambana henza atumaze kisha kwa unjimaze marie masherehekee mafurahike mahendo mabomu ambo kumlugani hendera, lakini yaza pata hatu hakuzenda Zaia. Anda bibi hata au kena sahani rawa kena sahani kishe endena roka mare asiruje akarindawia shindo pepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini neno linasema kwamba
nitaingia katika nyumba ya Bwana na kafara zangu na vinono, mbuzi na ng'ombe. Mama, shukuru Mungu jinsi vile Roho alivyokufunulia hiyo siri, maana wengine hawajafunuliwa bado. Angele ni mukalama na panga kare matsinze maiheyatu maze mashereheke marie makiukaho ni basi. Hata ye Mulungu mwenye arekala na kilagane nayo wakati wataki utengezera hata mkumbukira. Bwana aliko sana. Amen. Lakini shukuru Mungu jinsi ulivyomkumbuka huyo Mungu, maana hivyo ndivyo aliko Yesu. Yani iye urekala na kilagane naye hata akikutengezera gago mambo mabongo bako gaza fuenda situfu haha huzire shuhudia na huzaona. Berende wa kwanza umukumbukire iye kwanza. Nasi tunashukuru kwa sababu ulifanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata sisi tukila na kubeba itakuwa ni Bwana tu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lakini tayari wewe kira mtihani. Amina. Wengine hawakumbuki hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wengine hawakumbuki. Anazipanga kare namba mimi hatira ngombe 3 na mbuzi 5 kwa hivyo nzoni. Na ukifika hali wa funaria kungonya kuria haya. Angeni hata kama ndamulaga kamari ho siku hiyo. Angeni hata madi mama kabagata kondo. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini Mungu ashukuriwe, maana ametukusanya mahali hapa kwa mpango, kwamba hata tutakapoweka nadhiri tusisahau kuziondoa, na tena katika kuziondoa hizi nadhiri tumkumbuke yeye kwanza aliyetufanyia haya mambo makuu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naona kuna mama mmoja ambaye alitatizika sana. Mama huyo aliolewa na akawa na mke mwenza, na mke mwenza akafunguliwa kizazi, akawa ana watoto, na huyu mwingine akakosa watoto. Lakini alipitia shida sana huyu mama. Naona nikaanza kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa kwanza kuanzia hapo ndo motugaga napatikana. Zeloza Hana na Penina mchanganziwe. Huyu Hana alipata mateso sana, aliteseka sana. Aliteseka hasa pale nyumbani. Ye mchanganziwe kare ndare mkala wana namzushira maana kajala. Undakwenda ukihumana anzi kwenda tahini. Unakazi yani wa mwanamuke hano mji uno. Aenda kujalwa. Akawa na shida, akateseka, akaugua moyoni mwake, lakini kwa sababu alimtumainia Mungu, akamwita Mungu. Na ikafika siku Bwana akajibu. Na kwa sababu yeye mwenyewe aliweka ahadi ya kwamba Bwana utakaponipatia mtoto, kisha we mtoto mwanamume, huyo mtoto nitakupa wewe. Nitakupa wewe ili akutumikie wewe siku zote za maisha yake. Na mtoto alipozaliwa akapewa jina Samueli, maana Hana alisema ya kwamba nilimpata kutoka kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Na baada ya kupata mtoto Hana hakusahau. Ni wakati tu alipomwakisha maziwa yule mtoto, alimchukua yule mtoto na zawadi nyingi akabeba akapeleka hekaluni. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ni mama labda fuze vino. Mwaria dimakurikiswa ana dimakurikiswa maziani here